Hello, leo tutakuwa tunaangalia jambo la muhimu au mambo ya muhimu ya kufanya baada ya mtu kujua kusudi lake. Cha kwanza, maarifa ya kwanza, jambo la kwanza la kufanya ambalo ni muhimu sana ni kumjua Mungu, ambaye ndio chanzo cha makusudi ambayo au chanzo cha kusudi ambalo unafanya hapa duniani. Mungu ndio kuwekea hilo kusudi ndani ya maisha yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua yeye na kuwa na mahusiano naye. Mungu ndo ambaye atakusaidia wewe kutimiza ile kusudi kwa wepesi, atakusaidia wewe kutimiza ile kusudi kwa nguvu, atakusaidia kutimiza ile kusudi kwa kubwa zaidi. Kitu kingine ambacho inabidi uwe nacho ni kuwa na mentors, kuwa na watu ambao watakuwa wanakushauri, kuwa na watu ambao utakuwa unawaangalia kila wakati ambapo utakuwa unafanya ile kusudi lako. Kuwa na watu ambao walishafanya kitu ambacho wewe unakifanya. Kuwa na mentor itakusaidia sana kwa sababu wao walishapitia changamoto ambazo utakutana nazo. Wao walishapitia mchakato mzima. Kwa hiyo mentors watakuvuta pale ambapo wao wapo, na hii itakusaidia sana wewe kutimiza kusudi lako kirahisi. Kwa mfano Elisha alikuwa na Elia, wakina Petro walikuwa na Yesu. Kwa kuwa na mentors, kuwa na watu ambao watakuwa na kufundisha, au watu ambao watakuwa na kuwa juu yako na kusimamia. Mentors watakusaidia wewe kuwa na discipline ya kufanya ile kusudi lako ambalo unalo. Watakuwa na kufuatilia, watakuwa na kuulizia kwenye yale mambo mbalimbali ambayo utakuwa unayafanya. Kitu kingine cha msingi sana ni kuwa na maarifa. Kuwa na maarifa itakusaidia sana kutimiza kusudi lako, kwa sababu hauwezi kuwa unakifanya kitu ambacho ukijui. Kuwa na maarifa juu ya ile jambo ambalo utakuwa unaenda kulifanya kwenye field yako. Jua kwa undani, jua mambo mbalimbali ambayo yatakuwa ni ya msingi sana. Kama wewe ni mtu wa biashara, jua mambo ya biashara. Kama wewe ni mtu wa picha, pia jua mambo ya picha. Kama wewe ni mtu wa kilimo, jua mambo ya kilimo. Hii itakusaidia sana kuweza kupenya kwenye sehemu mbalimbali kwenye kusudi lako. Kitu kingine cha muhimu sana kwenye kujua kusudi lako, baada ya kujua kusudi lako, ni kuwa na bidii kwenye kufanya yale mambo ambayo ni kusudi lako. Baada ya kufahamu kwamba wewe ni nani, inabidi uanze kufanya kwa bidii. Inawezekana ukawa unafanya kwa udogo, lakini ukawa unafanya kwa bidii. Biblia inasema ni nani ambaye anamjua mtu ambaye ana bidii? Mtu mwenye bidii atakaa katikati ya watu ambao ni wakuu. Tofauti ya mtu mmoja na mtu mwingine ni uwekezaji wa yale mambo ambayo wanayafanya kila siku. Kwa hiyo kuwa na bidii kwenye kutimiza lile jambo ambalo Mungu amekuwekea hapa duniani. Kitu kingine cha muhimu baada ya kujua kusudi lako ni kuwa na mahusiano ya msingi, au kujizungushia watu ambao ni wa muhimu katika maisha yako. Unahitaji watu mbalimbali ambao watakuwa nakusaidia kwenye kutimiza kusudi lako. Biblia inasema chuma unaowachuma ndivyo mtu anavyohusu rafiki yake. Kwa hiyo marafiki ambao utakuwa unajizungushia ndio itaamua wewe utakuwa wapi baadaye. Kama ukijizungushia marafiki 5 ambao ni wajinga, wewe utakuwa ni mjinga wa 6. Kama ukijizungushia marafiki 5 ambao ni mashujaa, na wewe utakuwa shujaa mwingine. Kwa hiyo jizungushie watu ambao wana uwezo mkubwa, jizungushie watu ambao watakuwa na kuchallenge, jizungushie watu ambao utakuwa unajifunza kutoka kwao, jizungushie watu ambao watakutia moyo, sio wale watu ambao watakuwa na kuvuruga. Ujizungushie watu ambao ni wadhaifu, na wewe pia utakuwa ni mdhaifu. Kwa hiyo hakikisha umeambatana na watu ambao ni sahihi. Biblia inasema usidanganyike, mazungumzo mabaya walibu tabia njema. Kuna tabia fulani njema ambayo unakuwa nayo, na hii tabia njema inatokana na watu ambao utakuwa umejizungushia, na mazungumzo ambayo utakuwa unazungumza kutokea kwenye wale watu ambao mtakuwa mnazungumza kwa pamoja. Kwa hiyo jizungushie watu ambao ni sahihi, jizungushie watu ambao watakuwa na kuombea, jizungushie watu ambao watakuwa na kusaidia kifedha, jizungushie watu ambao watakuwa na kutia moyo hata kama hawana chochote, lakini watakuwa na kutia moyo kwenye yale maono ambayo unayo. Kitu kingine ambacho ni cha msingi ni kuwa na maono. Wewe baada ya miaka 10 kwenye ile kusudi ambalo Mungu amekupa hapa duniani kulifanya, unajiona wapi? Baada ya miaka 5 unajiona wapi? Baada ya miaka 6 baadaye unajiona wapi? Kwa sababu Biblia inasema pasipo maono watu waacha kujizuia. Kama utakuwa na maono, utakuwa tu ni mtu ambaye unaelisha mambo kila wakati. Utakuwa ni mtu ambaye hauna bidii kwenye kufanya ile jambo ambalo Mungu amekuwekea hapa duniani. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na maono. Baada ya miaka kadhaa unajiona wapi? Kuwa na maono ya muda mrefu, kuwa na maono ya muda mfupi, kwa sababu maono yatakufanya wewe uwe na bidii ya kufanya kila wakati, kwa sababu utakuwa unaona kuna mahali unaenda. Na kwenye principles za ulimwengu wa roho, unaona kwanza ndio unalipata hilo jambo. Bila kuliona hilo jambo hauwezi kulipata. Kwa hiyo kuwa na maono yako. Baada ya miaka 10 unajiona wapi ukiwa unafanya ile kusudi lako? Inaendelea kabisa kama saizi bado huoni chochote ambacho umekifanya au ambacho umekiachieve, lakini baada ya muda fulani utakiachieve kitu fulani. Kwa hiyo kuwa na maono yako ambayo yatakuwa na kuongoza kwenye kutimiza ile kusudi ambalo Mungu amekuwekea hapa duniani. Mungu akubariki sana. Amen.